umeletewa hata kama ni samaki moja, then unaulizia mali imetoka. Kuna wale wengine hawaulizangi, so huwa nashindwa wakati unauliza, you are acting on behalf of who? Masemeji zetu from Western, I expected Mheshimiwa Salasia aweze kusema, Mheshimiwa Rais, fine, umetupatia hii. Je, what are you thinking about our road network? Wakati unapeana 6 counties of Western Province, the former Western Province, 500 million, but then you are giving 3 billion for Kiambu County for road network. I think that's the noble aspect of how we should look at things. Nikitoka hapo ningependa niwaambie, hapa hakuna upungufu ya uongozi. Mtu yeyote anafikiria could contest any seat. Let us learn from here, then we go forward from here. Yes. And for that one to happen, gentlemen, we have to know how leadership is being undertaken. Hata hapa peke yake, if I'm not wrong, mangapi yameongelewa kuhusu Frank. Frank is not the first president nimeona hapa. It just shows how bad we are in terms of how leadership is being done. Atuelewi kiongozi anatakana behave namna gani. So wakati Mheshimiwa Joakim anaenda Kandui, ni furaha yangu tele, na nimesikia young man pia anasema anatafuta kiti. Isiwe utopia kwetu. Hakuna kitu haiko possible, it is possible. Lakini ikiwa possible, tuenze kuiangalia kwa mtazamo iliyo mwafaka. Tukienda that route, we are okay. Lakini tukiwa we are people, ukisimama, you don't even know the jurisdiction of leadership. Unakuta kitu ambayo iko kwa department in a parastatal, not even in a ministry. Mtu anashinda hapa 2 minutes akibweka juu ya rais. There's something wrong somewhere. What of wale watu ambao wana nafasi mwafaka kama hii kuweza kuongelea mambo ya uongozi? Wao watatuambia nini? I expect people to know the president akiwa huko juu, yeye yuko hapo kama nani? Because kama si hivyo, then all these institutions iwe disbanded. Ruto abaki ama whoever ataongoza pale, abaki aitekeleze kila kitu. Mimi naomba, let's go back to our books. Learning is not only conventional. Si lazima uwe darasa ndio learn. Mimi nawaomba kwa heshima, tukitoka hapa tuwe watu kama Mheshimiwa Keter. Tuwe tumetoka hapa and we go beyond. Wacha hii narrative tunatukiana na hapa. Mimi nikisimama hapa nitaongea mambo mengi kuhusu Wakikuyu. But you know what? Hao ndio wananilisha Nairobi. Sijui ile siku watagoma kama nitarudi kwetu. Going back to AUC. I think tunajaribu kuuliza, what does it entail of us Kenyans Raila akipata hicho kiti? Kwa wale wako dhehebu ya Ukristo, murudi muulize Solomon aliitisha Mungu nini? Alimuitisha hekima peke yake. But mwisho tunaambiwa Mungu alifanya nini? God gave him privilege and honor. The privilege and honor entails everything. Ikiwemo hiyo wisdom iko hapo ndani. So it is not holistically Raila kuenda kutafuta kiti. Hiyo kiti ina privileges zake. So lazima tuwe wazalendo. Because the truth be told, hata akikosa, what will you stand to gain? I only see akipata, not really directly, but indirectly per se, I'll be gaining something. Ukiuliza mzee ambao amekomaa na amelea familia yake, utakubali kwamba furaha ya yule mzee ni watu wakiuliza, na ile ni gari ya nani? Eti niyo ya mjukuu yake. Hiyo ndio raha ya huyo mzee. Huku nje mzee ana bask in glory, huenda hata strungi akunyi kwa hiyo familia. Mjukuu amjui. Lakini huku nje he has a name to protect. Mimi ningependa niwaambie my friends, vile Mheshimiwa Joakim amesema, it is not about feelings. Feeling haichagui kiongozi. Na ikiwa bado tutachagua viongozi ikiwemo Mheshimiwa Salasia type, mwenye vitu zimepelekwa kwao, hata ile kidogo unashinda kuuliza imetoka. It means hata juu ya how the government works. Because Ruto haendi kuchimba pesa na peane.
decree of the presidency. Hakuna sensible president kama Ruto atatoa decree pasipo kuangalia utaratibu. Akienda huko, already his battalion knows what is in Western Kenya is the sugar issue. So wakati wote anaenda kufanya kitu pale, already amepangana na watu wake. Thank you very much. The time is short, but nashukuru kwa nafasi yenu. Mungu awabariki. So, thank you very much. Aki tuchukue muda chache ndio wengi. Busera, resume your seat. You will talk. Speaker tafadhali. Okay. Resume your seat.